Hata Yesu hakuwaipiga mtu. Kanisa yenyewe si place ya kupiga mtu. Yes, kuna video nimeona pale ikitrend mazee. Jamaa ameekelewa kofi ndani ya kanisa. Hata sisi tukiendanga kuangalia noise pollution, hata mtu akileta commotion ama vita tumpigangi. Watu wanamuongelesha kwa heshima kwa sababu unajua niliona Pastor Ng'ang'a wa Nene Evangelist. Manze church yako na heshima iko CBD ipigange kelele. Ainanga noise pollution kwa sababu haiko residential. Lakini yule jamaa vile ulimpiga. Unajua kanisa, we go there to find comfort. Church is where you find peace of mind. Una relax, una meditate, unafunga macho, unaomba pole pole ukiambia Mungu, hata vile nimetoka kwa nyumba hakuna unga, landlord atanifungia mlango, kidogo napata coffee pap, unaamka unapata ni pastor. Wazee, maybe huyo jamaa alikuwa amesikia neno na neno likaingia vizuri, akasinzia akimeditate akiwaza juu ya zile mashida ako nazo. Manze pasi, tafuta huyo jamaa muapologize. Mwambie tu kwa kanisa yako utaki watu walale. Lakini hata mimi nimeogopa kwa sababu mimi nikifika church huwa nafunga macho, naendelea kuomba, ukiendelea kuhubiri. Nimefunga macho nikijiombea kimoyo moyo, nikizungumza na Holy Spirit, nikizungumza na Muumba wangu, nikieleza shida zangu. Naogopa utanipiga kofi kama lile. Ama ilikuwa ya sinema. Unajua siku hizi tunaogopa mapasta, kuna wala naleta watu kwa church ndio kipindire ya kutrend. Ama ilikuwa ni sinema ya kutrend pasi. Matafuta huyo jamaa. Manze tu mwambie asilale na umuombe. Sasa tumeanza kuogopa. Hata Yesu hakuwaipiga mtu. Ile kitu walifukuza ni wale walikuwa wamebadilisha nyumba ya Mungu imekuwa deni ya wezi. Jengo la wezi, walikuwa wanafanya trading, kuuza vitu kanisani.